Kuwa makini na wanaokuzunguka. Ndio, kuwa makini na watu walio karibu yako na mazingira yanayokuzunguka. Usiamini kila mtu kirahisi. Angalia matendo yao. Kwa mfano, unamkuta mtu anakuambia maneno mazuri au kauli nzuri, lakini ukiulizia matendo yake unaambiwa ni mwizi, muuni, mvuta bangi. Kwa hiyo moja kwa moja unajua kabisa kwamba hapa naweza nikaa katika mazingira tofauti, au kitendo kibaya kwangu kinaweza kikajitokeza. Lakini pia lakini ukimuulizia mtu mwingine unaambiwa ana historia ya ujambazi, au historia ya ukabaji, au historia ya ubakaji, au historia ya uhalifu. Kwa hiyo uwe wa kiume, uwe wa kike, usiamini kila mtu. Jaribu kuangalia matendo au kuulizia matendo au tabia ya huyo mtu. Pia katika mazingira, nyakati za mchana hata za usiku, unaambiwa pale watu wanavuta bangi kwenye kile kijiwe. Pia watu ni wahalifu, kwa maana majambazi au wezi alitoka kwenye kijiwe kile. Kwa hiyo unajua mazingira yale sio rafiki. Au unaenda eneo fulani unapendaga kusimama, lakini ukiangalia historia ya kusimama au kukaa, lakini ukiangalia hiyo historia ya hiyo eneo unaambiwa hapa mara nyingi usiku wanakujaga majambazi mara kwa mara wanavamia, au wanakuja wezi mara kwa mara wanavamia. Kwa mfano unakuta unapenda kukaa mazingira ya sehemu ya majengo ya majumba ya kitajiri au mitaa ya kitajiri, lakini unaambiwa kwenye mitaa ile nyakati za usiku sio nzuri, kwa sababu mara nyingi kwenye ile mitaa wanakujaga majambazi wanavamia na wameshawahi kukamatwa, wanakujaga wanaendaga wezi wanavamia wameshawahi kukamatwa. Kwa hiyo maeneo yale nyakati za usiku unajua moja kwa moja sio maeneo rafiki. Kwa hiyo lazima uwe makini na mazingira pia, si nyumbani, si kazini, si ofisini, si katika matembezi, katika maisha yako ya kila siku. Lazima uwe makini na mtu, awe mgeni au usiomjua. Lazima uwe makini na maneno na matendo, na huyo mtu yupoje, tabia gani, lakini pia unaweza ukajua kwamba anajishughulisha na vitu gani. Hivyo ndivyo vitu vinaweza vikakufanya wewe kuwa katika salama, au kuwa na amani, au kujua kabisa kwamba hapa niko na mtu gani. Kwa hiyo lazima uyatambue mazingira, lazima uwatambue watu au mtu ambaye unaishi naye, au ambao umekutana naye, au ambaye anakuelezea shida au jambo fulani katika nyakati zozote. Unaweza kukutana na mtu nyakati za usiku akakuomba, bana, mimi nimekwama, naomba unisaidie hifadhi kwa sababu nilikuwa nasafiri na uliniishia na muda umeenda, lakini kesho Mungu akijalia nikiamka salama naweza nikaendelea na safari zangu. Naweza nikatumiwa pesa kwenye simu, au naweza nikaomba usafiri hapa nikasaidia kwenda nyumbani. Kwa hiyo kwa usiku ule naomba unisaidie kuweza kulala. Sasa inabidi utambue uko na mtu gani. Aidha utambue mtu wake wa karibu ni nani. Aidha anaweza akakutajia maeneo ambayo unayatambua, ukatambua kwamba maeneo yale kwa mtu fulani na mtu fulani, ukamuulizia huyo mtu unamjua kwa namna gani. Anaweza akakwambia huyo mtu ninamjua, ni mfanyakazi mwenzetu katika sehemu fulani, kwa maana ni mwalimu, au kwa maana ni daktari, au kwa maana ni engineer katika taasisi fulani. Kwa hiyo moja kwa moja unapata majibu kwamba niko na mtu huyu, ngoja nimehifadhi na imani atakuwa salama na kesho Mungu akijalia na kuendelea na shughuli zake. Kwa hiyo lazima tuwe makini na mazingira yanayotuzunguka na watu wanaotuzunguka.